Ifahamu aura, nguvu ya asili inayomzunguka binadamu. Je, aura ni nini? Aura ni mwanga au mvuke unaomzunguka kiumbe hai unaoashiria hali yake ya kiroho, kimwili na kihisia. Kila kiumbe hai kinachotumia oksijeni kina aura ambayo huweza kusomwa na kutafsiriwa ili kuelewa tabia na nishati ya mtu. Faida za kujifunza kusoma aura. Kumtambua mtu kabla ya kuzungumza naye. Aura ni njia ya haraka ya kusoma tabia ya mtu. Kuelewa nishati ya watu wanaokuzunguka inakusaidia kufuatilia mitetemo yao na kuelewa wanachokifikiria. Ulinzi dhidi ya nguvu hasi, inakuepusha na maradhi ya kiroho, mapepo na nguvu hasi. Kujitambua, unapata kuelewa wewe ni nani na njia bora ya kufuata maishani. Kujua watu wa kuambatana nao, inasaidia kubaini watu wanaoweza kukusaidia au kuzuru maisha yako. Kujikinga na mazingira hatari, unaweza kuhisi uwepo wa watu wabaya hata bila kuwaona moja kwa moja. Kutambua tabia ya mtu kwa haraka husaidia kumuelewa mtu bila yeye kusema lolote. Tuangazie rangi za aura na maana zake. Aura nyekundu, red aura, ni watu wenye nguvu, wanaopenda majaribio na kutafuta pesa. Wana hasira ya haraka, lakini pia ni watu wakarimu. Wana uwezo wa kuanzisha mambo makubwa, ingawa mara nyingine wanakosa uvumilivu wa kuyakamilisha. Aura ya njano, yellow aura, wenye akili nyingi, wabunifu na wachambuzi wa mambo. Wanapenda sayansi na kazi zinazohitaji kufikiria kwa kina. Wanafurahia maisha wakiwa peke yao zaidi kuliko kuwa na wenza. Aura ya pinki, pinki aura, watu wenye upendo wa dhati, waaminifu na wanaopenda kusaidia wengine. Wana hasira kali na mara nyingi wanakuwa na vipawa vya kiroho. Wanapenda haki na maendeleo ya jamii zao. Aura ya kijani, green aura, watu wabunifu wenye bidii na wanaopenda kazi za mikono. Wanafurahia kutengeneza na kurekebisha mazingira yao. Wanathamini ustawi wa dunia na wanapenda kuleta mabadiliko chanya. Inahusiana na ukuaji, uhai na usawaziko. Watu wenye aura hii wana nguvu za uponyaji, ni wabunifu na wanathamini mazingira na uhusiano mzuri. Wanapenda kusaidia na wana uwezo wa kuvutia utajiri wa kifedha. Aura hii pia inaonyesha mtu anayeelimika, mpenda sanaa na asili. Aura ya machungwa, orange aura, inaonyesha nguvu za maisha, uchangamfu na mpenda jamii. Watu hawa ni wakarimu, wana moyo wa kusaidia na wanapenda kushirikiana. Wanapenda kuinua morali ya watu na wana hamasa kubwa. Hata hivyo, wanapohisi kudanganywa, wanaweza kuwa wakali. Aura za zambarau, purple aura, uhusiana na nguvu za kiroho, mvuto wa ajabu na ufahamu wa kina wa maisha. Watu hawa ni waonaji, wenye vipawa vya kiroho na wanapenda kujifunza mambo ya kiroho. Aura hii inaonyesha uunganisho mkubwa na ulimwengu wa kiroho. Aura ya blue, blue aura, ni ishara ya amani, mawasiliano na hekima. Watu wenye aura hii ni wazungumzaji waaminifu, wenye uwezo wa kutatua migogoro kwa busara na wana uwezo wa kuleta utulivu. Aura ya dhahabu, gold aura, inahusiana na mwangaza wa kipekee, upendo wa sanaa na mvuto wa kijamii. Watu wenye aura hii wanapenda maisha ya sanaa, ni viongozi wa kijamii na ni wakarimu kwa watu wanaowapenda. Aura ya fedha au nyeupe, silver and white aura, inaonyesha mtu aliyejaa mwanga wa kiroho, mwenye vipaji vya kipekee. Watu hawa ni viongozi wa kiroho na huleta mabadiliko makubwa katika jamii. Aura ya hudhurungi, brown aura, inahusiana na wasiwasi, ukosefu wa utulivu wa kiroho na kujifikiria sana. Watu wenye aura hii wanakutana na changamoto kubwa za maisha au wanakumbwa na hisia hasi. Aura nyeusi, black aura, inaashiria nishati hasi, huzuni au mzigo wa kihisia. Watu wenye aura hii wanaweza kuwa na historia ya mateso, hasira nyingi au roho zilizovunjika. Katika baadhi ya imani, aura nyeusi inaweza kuwa ishara ya uchawi au laana. Jinsi ya kusoma aura.
Aura ya mtu inaweza kusomwa kwa kutumia umakini wa macho na hisia za ndani. Unapaswa kuangalia mwili wa mtu kwa macho ya upole, ukijaribu kuona mwangaza au kivuli kinachotoka mwilini mwake. Watu walio na uwezo mkubwa wa kiroho wanaweza kuona aura kwa urahisi, lakini mtu yoyote anaweza kujifunza kwa kutumia mazoezi. Aura inaweza kubadilika kulingana na hisia, hali ya maisha au mazingira ya mtu. Hilo ndio somo la aura ambalo nimekuletea leo, na imani umejifunza na kuongeza ufahamu wako kwa kupitia somo hili. Basi mimi sina la ziada, ni kuombe tu subscribe na kisha kugusa alama ya kengele itakayotokea hapo ili upate notification zetu kila wakati tunapopakia video zetu. Mimi sina la ziada, ni kutakia usikivu mwema vipindi vyetu vinavyokuja. Asante na kwaheri, bye bye.